makala ya Jueni Kweli. Hiyo Biblia, swali nzuri. Watu wa Mungu yukoje kweli? Karibu katika kipindi kingine cha Jueni Kweli. Mimi ni Dr. Allan Mackinnon na kipindi hiki kinakujia kwa huduma ya Kujua Ministries. Karibuni sana. Leo tunajadili swali lingine. Dhambi ni nini? Tangu nilipokuwa mtoto mdogo wa shule ya Jumapili, mwalimu wangu alinifundisha juu ya dhambi. Mara kwa mara tunafikiri kwamba dhambi ni matendo mabaya. Lugha yetu inatumika kwa njia hii, sio? Tukisema amefanya dhambi. Bila shaka unaweza kuorodhesha matendo mengi sana ambayo tunayahesabu kuwa ni dhambi. Lakini je, jibu letu la kwanza linaridhisha? Dhambi ni nini kweli? Dhambi ni matendo mabaya tu? Biblia inatumia maneno mbalimbali kueleza dhambi ni nini. Kwa mfano, dhambi ni kukosa shabaha. Dhambi ni kushindwa, kupotea, kuasi, kuvunja sheria au amri za Mungu. Dhambi ni kutamani, kuvuka mipaka ya Mungu, kuwaza maovu, kutokutii. Ni wazi kwamba kujibu swali letu leo haitafaa kujibu kirahisi. Dhambi si kitu kimoja. Tena tazama, Biblia inatuonya kwamba hata kukosa kutenda mema ni dhambi, na wengine watahukumiwa kwa sababu hawakufanya kama walivyotakiwa kufanya. Angalia Mathayo mlango 25:42 hadi 46. Basi Biblia inatufundisha kwamba dhambi ni hali ya mwanadamu, ni jinsi mioyo yetu ilivyo. Ni kama ugonjwa fulani. Sikiliza maneno ya Biblia katika Mwanzo 6:5. Bwana akaona kwamba kila kusudi analowaza mwanadamu moyoni mwake ni baya tu siku zote. Tena Yeremia 17:9, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, ni nani awezaye kuujua? Kwa hiyo dhambi ni matendo mabaya kweli, lakini ni zaidi ya matendo, kwa sababu inaonekana kwamba dhambi huleta uharibifu katika maamuzi, mapenzi na hata mioyo yetu, kiasi kwamba matendo yetu yanaathirika. Matendo mabaya ni dalili tu ya ugonjwa wa dhambi. Dhambi yenyewe ndio ugonjwa wetu. Biblia inasisitiza kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi 3:23. Kwa hiyo dhambi ni nini? Ni ugonjwa unaoathirika kwa kila mwanadamu tangu kuzaliwa. Sikiliza maneno ya Biblia tena. Katika Zaburi 51:5, Daudi akasema, tazama, nilizaliwa nikiwa na hatia, mama yangu alinichukua mimba nikiwa na dhambi. Dhambi hutoka moyoni mwa mwanadamu na si matendo yetu tu. Kwa hiyo dhambi ni shida kubwa sana mbele ya Mungu. Dhambi inaharibu kila mtu katika fikra au akili zake, hiari yake na hisia zake. Katika Biblia tunafundishwa kwamba watu wanatembea gizani kwa sababu ya dhambi. Ni mtu asiyeokoka ambaye hawezi kuelewa mambo ya Roho wa Mungu. Akili imeathirika na dhambi. Watu wanapotenda dhambi wanajulikana kama watumwa kwa maelezo ya Biblia. Hawana hiari tena wala uhuru.
Na katika sehemu nyingine tunasoma kwamba wenye dhambi wanapenda nafsi zao wala hawampendi Mungu. Tazama, dhambi inawaharibu watu. Dhambi ni nini? Dhambi ni shida yetu kubwa sana. Dhambi inatutenganisha na Mungu mtakatifu, na wanadamu wenzetu, na nafsi zetu. Nayo inatutenganisha hata na uumbaji pia. Tazama, tangu Mwanzo mlango wa 3, wanadamu ambao ni watenda dhambi wanajificha na Mungu. Wanashirikiana wao kwa wao, wanajisikia kuwa na hatia na aibu. Hatimaye wakatenganishwa na uumbaji, kwa sababu hata ardhi ikalaaniwa na kutoa michongoma na miiba, nao wakala kwa uchungu. Nadhani tumeona na kuelewa dhambi ni nini, lakini je, dhambi inaharibu kila kitu kweli kweli? Biblia inatufundisha kwamba dhambi imeharibu kila kitu. Yaani uharibifu huo umepanua sana na kuathiri kila kitu duniani. Ila si kwamba kila kitu kinakosa wema. Kila kitu kimeguswa na ugonjwa huu, lakini si kwamba kila kitu kimeharibika kabisa kabisa. Kwa mfano, wanadamu ijapokuwa ni wenye dhambi, bado wanajulikana kuwa mwenye mfano na sura ya Mungu. Mwanzo 9:6. Tena Yakobo anafundisha kwamba bado wanadamu wanafanywa kwa mfano wa Mungu. Na tena hata watu walio na dhambi wanaweza kutenda mema na bado wanaelewa kupambanua kati ya mema na mabaya. Hakika dhambi imeharibu kila kitu, lakini si kwamba kila kitu kimeharibika kabisa kabisa. Hata hivyo, ugonjwa huu wa dhambi unabaki. Hatuwezi kujiponya wala kubadilika. Nabii Yeremia aliyetuambia juu ya uovu wa moyo akauliza swali, je, chui anaweza kubadilisha madoa yake? Jibu ni hapana. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Waefeso anawakumbusha kwamba walikuwa kama wafu. Wow. Maana yake hawakujiweza hata kidogo. Dhambi ni mbaya sana na matokeo yake ni mauti. Kwa kweli tunahitaji moyo mpya. Sikiliza maandiko tena. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi 6:23. Ndio, ulisikia sawa. Mungu anaweza kutupa moyo mpya na uzima mpya ili tuepukane na dhambi na matokeo yake. Dhambi imeharibu kila kitu, lakini imani yetu kama Wakristo ni kwamba Yesu Kristo ameihukumu dhambi msalabani alipotangaza imekwisha. Shetani, dhambi na hata mauti zikashughulikiwa moja kwa moja. Sasa Yesu ndiye mshindi mkuu. Sikiliza neno la Mungu tunapomaliza leo. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anaweza kutuokoa kutoka katika dhambi na mauti na kutupa uzima wa milele kwa Roho wake wa uzima. Ninatumaini kwamba wokovu huu ni wako.
kwa imani katika Yesu Kristo. Ubarikiwe sana. Makala ya Jueni Kweli. Hiyo Biblia, swali nzuri. Watu wa Mungu